Mpenda mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo TV, tulikuwa tukitazama mpango wa ukombozi sehemu ya kwanza, lakini sasa hivi naendelea na mpango huu wa ukombozi sehemu ya pili. Tulikuwa tumetazama fungu la Yohana, Injili ya Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 17 na 18. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 17 na 18. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao uwezo wa kuutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Ndugu zangu wapendwa, ukombozi usingewezekana kwa mwingine awaye yote isipokuwa Kristo pekee. Unapotazama pia katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura 49 na ule mstari wa 7. Kitabu cha Zaburi sura 49 na ule mstari wa 7. Hakikisha unafuatana pamoja nami. Kitabu cha Zaburi sura ya 49 na ule mstari wa 7. Tuone ya kwamba ukombozi uko kwa Mungu peke yake. Mwanadamu hawezi akamkomboa ndugu yake. Unapoangalia kitabu cha Zaburi sura ya 9 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Mstari wa 8, maana fidia ya nafsi zao ina gharama, wala hana budi kuiacha hata milele, ili aishi asilione kaburi. Kaburi linalozungumziwa hapa ni mauti, kwa sababu neno la Mungu linatuambia, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Sio kupitia mwanadamu au malaika au malimwengu ambayo hayakuanguka dhambini, lakini ni kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, kwa sababu yeye ndiye angetoa uhai ambao ungekidhi uvunjifu wa sheria ya Mungu, sio badilika. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Zaburi sura ya 68 na ule mstari wa 20, tuone jinsi gani Mungu ana uwezo wa kumkomboa mwanadamu peke yake. Hakuna mwingine anayeweza kumkomboa mwanadamu isipokuwa ni yeye. Na ningependa kukuambia jambo moja. Dini ya Kiadventista ni dini ya Biblia. Ndio maana hapa tunajaribu kuangalia mafungu kwa mafungu ili tuweze kuelewa mada yetu kuu ya mpango wa ukombozi. Kwa unapoangalia kitabu cha Zaburi sura ya 68 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Ndio maana malaika kipindi anakuja kumtembelea Mariamu, unaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 21, aliambiwa kwamba nawe utazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo Mungu pekee ndiye angeweza kumkomboa mwanadamu, na kwa upendo aliokuwa nao kwa wazazi wetu wa kwanza, lakini na jamii yote ya wanadamu ambayo imeanguka dhambini, alimwachilia mwanawe wa pekee ili kusudi akamilishe mpango wa ukombozi. Ndio maana nukuu ya kwanza ambayo tumeisoma nilitoa mkazo katika maneno fulani yanayosema ya kwamba sayansi ya ukombozi ni sayansi ya sayari zote, sayansi ambayo hujifunzwa na malaika na malimwengu ambayo hayajaanguka dhambini, sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Hakuna mwingine ambaye ni kitovu cha mpango huu wa ukombozi au ambaye atakamilisha isipokuwa ni Kristo Yesu. Ndio maana tunaambiwa kwamba hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, wala jina tulilopewa sisi wanadamu chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo, isipokuwa ni jina lake Yesu. Kwa hiyo wapendwa, mpango huu wa ukombozi, wengi wanajiuliza maswali ya kwamba huenda ulianza baada ya Adamu kuanguka dhambini. Mpango wa ukombozi haukuanza Adamu alipoanguka dhambini, ulikuwepo kabla ya kuwekwa msingi ya dunia. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 13 na ule mstari wa 8,
tutasoma fungu hili linalotuambia ya kwamba mpango wa ukombozi ulikuwepo kabla ya dunia kuumbwa na hata kabla Adamu hajaanguka dhambini. Na kumbuka, kabla ya kusoma fungu hili, katika somo lililopita tuliangalia nukuu kutoka kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages 759 aya ya 3, inayosema shetani alimuongoza mwanadamu dhambini na mpango wa ukombozi ukaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ulianza kufanya kazi hapa duniani baada ya Adamu kutenda dhambi, lakini mpango wa ukombozi haukuanza baada ya anguko la Adamu. Ulikuwepo kabla Adamu hajaanguka na kabla dunia haijaumbwa. Ufunuo Yohana sura ya 13 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini pia Kristo mwenyewe alizungumza ya kuwa aliandaliwa kabla hata dunia haijaumbwa. Unapoangalia kitabu cha Injili ya Luka sura ya 11 na ule mstari wa 50, fuatana pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 11 na ule mstari wa 50, neno la Mungu linasema, ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu. Kwa hiyo mafungu haya yanathibitisha kwamba mpango wa ukombozi ulikuwepo kabla dhambi haijaingia ulimwenguni, hata kabla dunia haijaumbwa. Nitasoma nukuu ambayo inathibitisha maneno ninayokuambia. Unapoangalia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ule ukurasa wa 22, nitasoma aya ya 2. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 22, nitasoma na ile aya ya 2. Kurasa hizi ni katika kitabu cha Kiingereza, Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 22 na ile aya ya 2. Neno la Mungu linasema, mpango wa ukombozi wetu haukuanza wakati ule Adamu alipoanguka dhambini. Ulikuwa mafunuo ya siri iliyofichika tangu zamani za milele. Warumi 16:25. Ulikuwa ni ufunuo wa mambo yaliyofichika kale na kale katika kiti cha enzi cha Mungu. Mungu aliona dhambi ikitokea, naye akafanya matayarisho ya kuikabili dhambi hiyo. Aliahidi kumtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mpango huu ndiyo tiba ya kurejesha ushirika na Mungu ambao dhambi uliondoa. Kwa hiyo Mungu kwa upendo wake akaamua kumtoa mwanawe wa pekee ili mwanadamu aliyeanguka dhambini apate kurejeshwa tena katika ushirika pamoja na Mungu. Na mwanadamu atakaporejeshwa katika ushirika pamoja na Mungu, tabia yake itaakisi tabia ya Mungu. Atampa Mungu tukufu kwa sababu dhambi ambayo ilivunja ushirika huu itakuwa imeondolewa. Lakini wapenzi, ningependa kuambia kwamba swala la ujenzi wa tabia, swala la kurejesha ushirika ambao dhambi uliupoteza pamoja na Mungu, ni swala ambalo linachukua muda. Unaposoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 618, nabii anasema inachukua muda kwa tabia kujengwa. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 618 aya ya kwanza anasema inachukua muda kwa tabia kujengwa. Lazima muda utolewe kwa ajili ya kujifunza jinsi au aina na tabia ya mwanadamu. Kwa swala la kufanya ushirika na Mungu sio swala la siku moja, sio swala la wiki moja, sio swala la mwezi mmoja, ni swala la maisha yetu yote. Lakini nabii anaendelea kusema pia katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 459 aya ya 2. Wazee na Manabii ukurasa wa 459 na ile aya ya 2. Nabii anasema inachukua muda kuwaharibu wale waliotengenezwa katika sura ya Mungu, kuwafanya wawe na sura ya Shetani kwa kuingia katika uovu. Kwa hiyo kumbe swala la ujenzi wa tabia linachukua muda kama vile lilivyo swala la uvunjifu wa tabia.
Lakini pia neno la Mungu linatuambia kama ilivyo mambo ya rohoni ndivyo yalivyo mambo ya mwilini, na kama ilivyo mambo ya mwilini ndivyo yalivyo mambo ya rohoni. Tukitaka kuelewa mambo ya mwilini ni vizuri tuelewe mambo ya rohoni, lakini pia tukitaka kuelewa mambo ya rohoni ni lazima tuelewe mambo ya mwilini. Ndio maana Kristo pia alitumia vielelezo vya kimwili kutoa masomo ya kiroho. Ukija ukaangalia hapa pia katika kitabu cha Shuhuda kwa Wajumbe, Testimony to Ministers, nitasoma ukurasa wa 113 na ile aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anaendelea kukazia ya kwamba muda lazima utolewe kwa ajili ya kufanya ushirika na Mungu, lakini sio ushirika na Mungu tu. Ukitaka kufanya jambo lolote kwa ubora ni lazima utenge muda, na unapotoa muda inamaanisha hilo swala unaokusudia kulikamilisha lina mlolongo, lina hatua ambazo unatakiwa kuzikamilisha. Anaendelea kusema hapa ya kwamba hebu sisi kama watu wa Mungu tutoe muda wa ziada kwa ajili ya kujifunza Biblia. Bado tulielewi neno la Mungu kama tupasavyo kulielewa. Ndio maana pia Mtume Paulo katika nyaraka zake anaandika, yeye anayejiona anajua neno bado hajajua kama inavyompasa kujua. Wapendwa, katika swala la ujenzi wa tabia kuna mlolongo ambao kila mmoja anayetamani kufikia ukamilifu lazima apitie. Mlolongo huu upo katika hatua kubwa 3. Mlolongo wa kujenga tabia au kufanya ushirika pamoja na Mungu upo katika hatua kubwa 3. Na hatua hizi tunazipata wapi? Kumbuka nukuu ambayo inatuongoza imetuambia dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kidhima imejengwa, ni mpango wa ukombozi. Kwa hiyo ukija ukasoma Biblia, kila fungu linakufunulia mpango wa ukombozi. Nimesema kuna hatua kubwa 3 za kujenga tabia au hatua za kukusaidia kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu. Hatua ya kwanza naitwa kujua na kuelewa wakati. Hatua hii tunaiona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Unaposikia neno akili au hekima katika Biblia, ni hekima au akili ya kujua wakati. Ndio maana unapoangalia kitabu cha Mhubiri sura ya 8 na mstari wa 5, neno la Mungu linasema, aishikae amri hata jua neno baya, bali moyo wa mwenye hekima hujua wakati pamoja na hukumu. Kwa hiyo kumbe hekima inayozungumziwa katika neno la Mungu ni hekima ya kujua wakati. Haitoshi, mtunga Zaburi anaeleza katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 12, utujulishe kuhesabu siku zetu, siku ni wakati. Anasema tujipatie moyo wa hekima. Kwa hiyo fungu hili linatuambia, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo, na kualika katika mfululizo wa somo hili, mpango wa ukombozi, sehemu ya 3.